tumesoma sisi wote, lakini kuna tofauti ya walimu ambao walitufundisha. Kuna walimu ambao ukikuwa unasoma kuna vitu ambavyo vinatokea. Kwa mfano anakuambia kwamba nyumbani kwangu nina kakazi. Nende, sijui kama hayo mambo yaliwahi kutokea kwa walimu wako, akakwambia bwana, kesho asubuhi muje kwangu, muje nina kakazi ambaye hata kuja sitampatia point. Hiyo mambo yalikutokea wakati ulikuwa unasoma? Hayo mambo yanaweza kukosekana juu unajikuta anayeitwa mwalimu na mimi kama mwanafunzi namchukua mwalimu kama mzazi wa kwangu. Hawezi kuwa na ile shughuli kusema kwamba nina watoto juu mwalimu wangu. Naweza kumuita mwalimu, naweza kumuita papa, naweza kumuita mjina yote faso ya mzazi. Ndio maana kusema kwamba panaweza katokea ile shughuli nyumbani kwake, anasema wanafunzi wangu njooni kesho nyumbani kwangu mkanisaidie shughuli fulani. Siwezi kadanganya, ile ni mambo mengi tumeyapitia kwenye muda wa shule. Ndio. Na kwa nini walimu wanapenda kutembea na wanafunzi wao, wanatoka nao kimapenzi? Hayo mambo hujawahi kuyasikia? Kusema kweli ya dunia tumeyakuta na tunaenda na gisi muda yupo. Kumababu mpaka kwa muda kama na huu, hayo mambo hakuna kipya kinachotokea katika hii dunia. Hiyo mambo kusema walimu kutoka na wanafunzi ni mambo ambayo tunazoea na tunayasikia, na kuna hiyo tunaona tunakaushia kuangalia na macho. Hatujui ni shida ni nini, kama ni tamaa za walimu hatujui tuseme ni namna gani. Asante kwa majibu yetu. Sijui wewe unaweza ambia walimu, kwa sababu siku zote tunaambia walimu waache tabia mbaya. Sijui kwa upande wako unaweza kuambia nini, ambao unaweza kuambia walimu ambao wanafundisha wayaache kwenye shule, watoto waendelee kusoma vizuri? Okay. Kama shauri ama kama pendekezo ni kusema kwamba anayeitwa mwalimu na anayeitwa mwanafunzi, kama mwanafunzi mchukue mwalimu kama mzazi wako, na we kama mwalimu unaitwa mwalimu, chukua mwanafunzi wako kama mtoto wako. Najua tukishajitahidi kutimiza hayo kila kitu kinaweza kuwa fresh, na najua sina shauri ya zaidi ya hiyo. Kama mwalimu akichukua mwanafunzi wake mtoto